Sheikh Fauz pamoja na Reverend Titus Shikuku watuongoze kwa maombi mafupi. Karibuni, utasongea mbele kidogo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalinua jina lako, jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi kukiri kwamba wewe ni Bwana. Asante kwa sababu ya mkutano huu. Tunaomba amani na uwezo wako ukatawale kila kiongozi, ukatawale kila neno, na ukashuke na kutenda mema. Asante Kristo kwa kuwa umetenda. Kwa Yesu naomba na hata kuamini. Niombe tuketi. Asante mtumishi wa Mungu. Kamukunji nauliza, muko tayari? Muko tayari? Chambilecho wahenga mcheza kwao hutuzwa. Niombe kwa heshima na taadhima kuu kumkaribisha mwenyeji wetu, mbunge ambaye ni msomi, mbunge mchapakazi, Mheshimiwa Orero, aweze kutuelekeza kutoka hapa. Kamkunji muko? Wangapi wanakaribisha baba hapa Kamkunji leo? Tuone na mkono juu. Baba karibu, ona mkono watu wa Kamkunji. Asante sana kwa heshima yako baba. Leo nataka kutambua wale viongozi wamekuja hapa, nataka kuwashukuru. His Excellency Dr. Kalonzo yuko hapa na sisi. Mama Martha Wangare Karua yuko hapa. Eugene Wamalwa pia yuko hapa. Profesa Wajakoya yuko hapa. Na Secretary Kioni yuko hapa. Na wabunge wengi hapa. Tumeco-host na Bwana Jalango pia yuko hapa, ni neighbor wangu. Tuko naye hapa karibu. Well, tumeco-host na yeye. Sema tu hivi peke yake, hakuna kuongea bado, baba hajaongea. Sema tu hivi. Nataka kukaribisha watu wote wa Lang'ata, watu wa Kibra, hapa ni nyumbani. Nataka kutoka kule paka huko mwisho tuonyeshe kuwa hapa ni bedroom ya baba, na jeshi ya baba bado iko mara. Jeshi ya baba, jeshi ya baba. Baba yuko na nyumbani. Haya. Tumeco-host na Jalango hapa, tuko neighbors. Baba, tuko na jambo tu chache sana kabla hujaongea. Kwanza, ukiona hapa juzi tulikuwa kule Jacaranda, leo umeona vile kiwanja imenyotni na iko kama mire, imejaa sana. Mnaweza, wale wataalamu unaweza geuza hiyo. Imejaa, imefura. Hii kiwanja tunasema ni kichinjio ya siasa. Kama mambo ni mbaya, tunasema baba lazima ukuje Kamkunji. Hii kiwanja ndiye inaleta mabadiliko katika nchi ya Kenya. Na tunasema baba hapa, hata kesho ukisema unataka kurudi, unarudi, kwa sababu hapa unapendwa bure. Wangapi wanapenda baba bure hapa bila kitu? Hata wanaunganishwa na watoto waendi kwa shule zao. Tunasema tafadhali, tunataka tu ministry waone kwamba hizo primary zote zikuwe na class 7 na kila mwanafunzi kutoka class 6 aende kwa shule yake. Hiyo ndio ningesema kusema. Otherwise tutawakaribisha hapa Kibra, mkuwe na utaratibu. Ona vile inajaa mpaka huko huko juu. Hakuna kimesema, akisema right tunaenda right, akisema left, akisema forward, akisema back.
Halo, halo, Kibra hoye, Kibra hoye, vijana hoye, wamama hai. Asanteni sana, tumerudi Kamkunji. Baba amerudi Kamkunji. Hapa Kamkunji ndiyo kitovu zetu ya siasa ilizikwa hapa Kamkunji. Ndio sababu tuliamua kabla tujaenda kwingine katika taifa la Kenya, mpaka tufike Kamkunji kwanza. Mpaka tufike Kamkunji kwanza. Na leo tunataka kutoka hapa na azimio la Kamkunji. Sawa, mko sawa sawa? Vijana mko sawa sawa? Leo nimetoka ziara. Nilienda juzi huko Abuja, Nigeria. Nikaongea na wa Nigeria. Siku mbili nimekaa Abuja. Nikatoka Abuja nikaenda kule Dakar, Senegal. Nimekaa kule, nimekaribishwa kule na rais wa Senegal, Rais Macky Sall. Tukaa naye na mkutano pale na rais. Tumeongea juu ya mambo ya bara ya Afrika. Tumeongea juu ya mambo ya bara ya Afrika. Barabara katika bara ya Afrika. Mwache nafasi hapo. Mheshimiwa Tim Wanyonyi amefika. Karibu Tim. Karibu Tim. Halo. Azimio. Inawezekana. Azimio. Azimio. Sasa nataka mtege sikio. Nataka vijana mkae kimya hapo. Nataka mkae kimya ili kila mtu aweze kusikia. Why Ruto has to go? Our stand remains that Ruto did not win the elections. He got into State House by hijacking and subverting the will of the people. He must get out. Hello? As if subverting the will of the people is not bad enough, he has proceeded to govern with absolute contempt for the people and our institutions. Tax cheats and criminals are with Ruto right in his government, but he is pretending to be looking for criminals outside his government. We have a situation where when a poor man steals, he goes to jail, while a rich man or a woman who steals status give others to foreigners to help them to steal the election. Going for 15 and the owner of the things who select in our government to pick as much food as they can while the owner is asleep. Unfortunately for him, the owners of the store were never asleep. They are awake and they are coming for him. Kenyans have the right and duty to reject this government and put in place one that has their consent and that governs the best interests of Kenyans. We will. That is the Kibera Declaration. That we will put in place a government that has got the interests of people. Okay. That's why nataka kuongea juu ya mambo mawili. Moja
moja ni mambo ya tume ya uchaguzi. Juzi mimi nilikuwa kule Nigeria, nimeongea na wana Nigeria, manake wao watakuwa na ujuzi na uchaguzi mwezi ujao. Wakaniuliza mimi nitoa recommendation kwao, wakaniambia kama kule commission wanachama wa 7, miongoni wale wanachama wa 7, 3 walisema ndio, 4 wakasema la. Sasa ati 3 ndio wamefaulu na 4 wameturushwa kando. Wakati niuliza hiyo ni nchi gani hiyo? Hapa Nigeria haiwezekani. Haiwezekani. Nikamwambia tena, tukaenda kwa mahakama ya juu, mahakama vile vile ikakubaliana na hao watu. Lakini mahakama kila mara inawekwa odd number kama IBC. Odd number ni ya kwamba namba ambayo huwezi kugawanya na 2. You cannot divide by 2. Kama wangekuwa 4 wanaweza kuwa tie 2-2. Kama wangekuwa 6 wanaweza kuwa 3-3. Kama wako 8 wanaweza kuwa 4-4. Kama wako 10 wanaweza kuwa 5-5. Ndio sababu tume ya uchaguzi mpaka hiyo wanaweza kuwa 3, 5, 7, 9 au 11. So that if there is a dispute, they can vote na majority. Sasa walikuwa ni 7, 4 wakapiga kura pande hii ya Ruto, wakawa 3, ya baba ni 4. Nani ameshinda? Nani ameshinda? Na ile matokeo ambayo walitangaza ndio sasa imetoka katika ile maneno imetolewa na whistleblower. Yale matokeo walitangaza ya kwamba tulishinda na 8,100,000, Ruto 5,900,000, ndio bado hiko mpaka sasa. Hata Chebukati hajakataa, Chebuchetha hajakataa na hawezi kukataa. Sasa tumesema tume ya uchaguzi ni referee ambaye mpaka iteuliwe na wachezaji na timu zote 2. Hawezi kuwa timu moja anataka kuweka yule referee. Tumekataa. Kama Gor Mahia wanacheza na AFC Mashebeji Derby, Gor Mahia hawezi kuchagua kwa referee. Hata AFC hawezi kuchagua referee, sio? Sio itakuwa na kosa, sivyo? Ikiwa kama yule ambaye anakuwa referee ni mwanachama wa Gor Mahia, si ataleta ubaguzi? Hata kama yeye amekuwa ni wa AFC, sivyo? Ndio sababu tumwambia ile sheria Ruto ameleta kwa bunge juzi, akanunua wajumbe wengine pande ile, tumekataa na tuwezi kukubali. Tumesema tume ya uchaguzi mpaka ichaguliwe na sisi zote. Na tumesema sisi tumependekeza, hatutaki tume moja ambayo inakaa Nairobi hapa kama hiyo ni. Nataka kila county iwe na tume ya uchaguzi. Nairobi iko na yao, Kiambu wako na yao, Mombasa wako na yao, Washirigisi wako na yao, Machakos wako na yao, Kisumu wako na yao. Unaona? Wakihesabu kule matokeo inatumwa hapa na hapa, tunajumlisha tu. Tunajumlisha sawa sawa. Hiyo ni pendekezo tunataka kuweka mbele ya tume ambayo itateuliwa. Hatutaki hii maneno ichukuliwe na Ruto ati yeye anataka kuweka tume hapa peke yake. Hiyo tume ikiwekwa itaanza kuangalia mpaka ya constituencies, constituency boundaries, na mpaka ya counties na kadhalika. Therefore we will not agree that Mr. Ruto and his sycophants single-handedly appoint an electoral commission. Tume ya uchaguzi mpaka sisi wenyewe tushirikishwe kama Azimio. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Sisi ndio wengi. Hawezi kutisha sisi. Hawezi kutisha sisi. Atisha sisi namna gani?
milioni 8 na hawezi kile anaweza kufanya sisi. Aulize Nyayo. Hawezi kutulia sisi, atashika sisi, atataki sisi kwa mahakama, hata nini, hapana. Nyayo alijaribu hiyo. Tukamwambia nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe teke. Nipigwe pingo. Nipigwe pingo. Niwekwe jela. Niwekwe jela. Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio. Azimio. Kwa hivyo sisi hatuwezi kutishwa. Tutakuwa na mikutano. Hata kama tunasema tunataka kufanya maandamano, tutafanya maandamano ya kiamani. Sawa sawa? Lakini bado sasa, mambo bado. Umeelewana vizuri? Umeelewana vizuri? Sisi siasa zetu ni za amani na ni za heshima. Sio siasa ile ambayo ni ya kujaribu kukoroga watu hapa na pale namna hiyo. Tumeelewana vizuri? Pili, mambo ya ushuru. Jamaa kila siku wanaongea mambo ya ushuru. Ushuru kila siku. Alikuwa na wengine ambaye hawalipi ushuru. Wengine ambaye hawalipi ushuru. Ati mpaka walipe ushuru. Mpaka mliona jana mama ambaye ameheshimiwa sana, Mama Ngina Kenyatta, aliongea juu ya mambo ya ushuru. Manake mama huyu ametusiwa na hao watu vibaya sana. Hao watu hawajui pale Kenya imetoka. Huyo mama alikuwa ameshika wakati ile ya mamao, akafunga kule Kamiti. Akakaa kule Kamiti kwa muda mrefu zaidi. Sasa mama kama hiyo ambaye ni 80 something, karibu 90, unaenda kumtusi ya nini? Ni rika ya nyanya yako. Na wewe huwezi kumheshimu. Wewe ni mtu gani wewe? Lakini isitoshe, nataka kuelimisha siku ya leo. Wanawake labda walikuwa bado hawajazaliwa au walikuwa katika primary, mambo mengi wanasema hawaelewi. Hiyo sheria ya ushuru ambayo ilikuwa na exempt president, tulipopata uhuru kulikuwa na sheria ambayo ili exempt rais kulipa ushuru kama yeye anapatia watoto yake mali yake, succession. Hiyo ilikuwa hapo na ilitengenezwa 63 na ikaidhinishwa 1969. Hiyo sheria ambayo ili exempt Mzee Kenyatta's estate. Alafu Nyayo alipochukua baada Kenyatta kufa, yeye akaongeza jina yake huko 1981. Sasa ilikuwa Kenyatta estate na ile ya Nyayo estate. Lakini Wakenya wengine walikuwa wanalipa. Sasa mwaka 82, 1982, jana polepole, 1982 bunge ilipitisha sheria ya kutoa hiyo sheria yote ya kuweka Wakenya wote wawe exempt. Pale tuko sasa, kila Mkenya, sio rais peke yao, lakini Wakenya wote wamekuwa exempt. Kama wewe baba yako anafariki, anawachia wewe mali, wewe ulipi ushuru. Unaona vizuri? Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui, ya kiserikali inaitwa Kenya Revenue Authority, imepewa jukumu ya kutoza ushuru kwa watu. Sio bwana Gachetha, sio bwana Ruto, sio bwana Ruto. Kwa hivyo wawache KRA ifanye kazi yake, wasileta siasa kwa mambo ya ushuru.
Bwana ushuru, hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia haikuwa anafanya kama wewe unafanya. Wachana na Mama Ngina, wachana na Mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Hello. 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 Stand up for your rights. Nataka vijana wasimame for their rights. Sasa tumesema hii mkutano ya leo tunaimamishwa hapa Nairobi kabla hatujarudi hapa. Friday ambayo inakuja hii Ijumaa tutakuwa kule Machakos bali inaitwa Mavoko. Alafu Jumapili ijayo tutakuwa kule Busia kwa magharibi. Sawa? Alafu tutaenda Bonde la Ufa, tutaenda Pwani, tunaenda hapa milimani hapa. Manake watu wa milima walitupiga sisi kura mingi zaidi, imeibiwa. Tutaenda kusema asante kwao watu wa milima. Sawa? Tumeelewana vizuri? Sasa tunataka vijana, kwa nataka kijana kiongozi wa vijana wa hapa Kibra. Kiongozi wa vijana wa Kibra. Nataka Get up, stand up. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Ay, 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 ay. Ngoja kwanza. Uache huyo. Hello. Vijana. Hapana sukumana hapo. Nitakuita. Sometimes what you dream can be receiving. No. Love you. Mbaba tena. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba. Sasa tumeelewana na yeye au tumeshaelewana na yeye. Kwa hivyo sasa tumekubali huyu ataongea, alafu kuna vijana wengine mimi nitaleta hapa. Go ahead. Halo.
Halo. Kwa majina mimi ni Abdulaziz Harun Senusi Ganu, Youth Leader Kibra Constituency. Vijana oye! Vijana oye! Leo sisi kwa yangu, leo ni siku ya baba. Leo tunangoja baba akisema twende State House tusidi vijana tunafika. Vijana oye! Vijana oye! Kwa hivyo baba ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi raundi kila mwaka tunampatia kura anaibiwa, tunampatia kura anaibiwa raundi. Sisi kama vijana hatutarudi nyuma. Vijana oye! Vijana oye! Asanteni sana. Baba, jeshi ya baba. Sasa niko hapa na timu nyingine ya vijana, na tunataka nyinyi nyote mtaingia kwa hii jeshi, sawa sawa? Nyinyi nyote mtaingia kwa hii jeshi, sawa sawa? Sawa. Wacha vijana waje hapa mbele. Karibu. Kibra hoye! Kibra hoye! Baba, leo sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba sisi kama jeshi lako tunataka kuhakikisha kwamba hawa vijana wako hapa baba, wanataka utuambie kwamba tunaingia State House siku gani? Baba, hawa vijana sisi baba tunajua kwamba kura uliopata ulimshinda William Ruto, na sisi tunangoja kwamba Kenya mzima ni siku gani utatuambia tutembee kutoka hapa Kibra na tuingie State House tutoe wale watu. Vijana hoye! Jeshi ya baba hoye! Baba, sisi tunakuambia hawa watu wamekudharau sana, na imefika mahali sisi kama vijana wako kuhakikisha kwamba wewe hakuna mtu anakushika, na kama wanafikiria kwamba wewe hauna jeshi, sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tutatembea na wewe nchi mzima kuhakikisha kwamba wameondoka. Baba, hapa mbele yako tuko viongozi, na viongozi hawa vijana, safari yetu leo inaanza leo, na lazima haki ya baba iweze kupatiwanwa. Wametuambia baba, wametuambia kwamba kura iliisha and we must move on. Sisi tunawaambia kwamba we shall not move on until baba gets his justice. We are not moving on. Baba, sisi tunasema kwamba kama vijana wako tuko jeshi kubwa, tuko mpaka na watoto wa university wako hapa, na ningeomba baba kwamba kijana mmoja katika hilo university aweze kusalimia wenzake, na baba, safari hii tuko pamoja na wewe hadi State House. Kibra hoye! Baba lazima aheshimiwe, si ndio? Na wasione baba amenyamaza wakafikiria baba ana jeshi, si ndio? Baba lazima afanye nini? Baba lazima afanye nini? Asante sana, karibu Manyara. Comrades power! Comrades power! Comrades ria! Comrades ria! Sisi baba tumekuja hapa leo kusema ya kwamba serikali ya Ruto juzi walisema wameongeza help wakafanya 2.7 billion, lakini hiyo pesa haijatosha. Wanafunzi bado wanahitaji another 6.5 billion ndio waweze kusurvive pale shule. Baba, wanafunzi wanainama, wanafunzi kwa chuo vetu za shule wanainama, na tumesema ya kwamba wanafunzi wote Kenya mzima tuko na institutions. Hizo institutions tunaambia wanafunzi wajitokeze, tuhakikishe ya kwamba hii serikali imeweza kusaidia mtu ambaye ako chini. Asante sana.
Fikirini Jacobs kutoka kule Kilifi. Fikirini Jacobs. Vijana power. Hebu inua mkono juu hivi. Imba niko njaa hata siwezi karanga. Oe jagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuiza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Vijana power! Vijana power! Vijana zaga zaga! Your Excellency, kitu ambayo nataka nikwambie hapa. Kitu ambayo nataka nikwambie Your Excellency. In 2013, kati ya wale watu ambao walikuwa wameregister kupiga kura, watu 2,000,000 walikataa kurauka kupiga kura in 2013. In 2017, watu 4,000,000 walikataa kupiga kura. Na juzi, watu 8,000,000 hawakupiga kura. Na mimi nimeangalia Your Excellency, hii ni kwa sababu Chebukati amebaka demokrasia yetu. Chebukati amenajisi demokrasia yetu. Ndio maana wananchi wa Kenya hawaoni umuhimu wa kurauka na kupiga kura. Na tuko hapa kumwambia Chebukati, hata Ruto akupe head of state commendation, wewe hufai kuitwa wananchi wa Kenya, kwa sababu umedhulumu Kenya, umedharau demokrasia ambayo wazazi wetu walipigania. Na kwa kuwa wazazi wetu hawako leo kuipigania tena, sisi kama vijana tutasimama kuipigania kwa niaba ya wazazi wetu mpaka ile siku Kenya itatambua demokrasia. Asante sana, Mungu awabariki. Baba, jeshi ya baba. Haya, vijana power, vijana ria, vijana TBIM. Leo tuko hapa kusema ya kwamba the electoral injustices that we have in our country must end, and they must end today, now or never. Na sisi wote tutajitokeza hapa, tuende tuseme tunataka haki yetu, hata kama ni kutoa huyo Ruto kutoka State House hadi kwake Sugoi. Tujitokeze sisi wote, vile wale vijana, vile wale watu wa Venezuela walitoa president wao kwa State House. Hata hapa Pakistan walienda wakatoa prime minister from State House. Sisi wote lazima tujitokeze, tutoe Ruto, tumpeleke Sugoi. Wangapi wanasema tutoe Ruto, tutoe Ruto, tumpeleke State House? Asanteni sana na Mungu awalinde. Asante. Vijana fire! Vijana fire! Sisi kama jeshi ya baba, sisi kama MDD, tunasema tutasimama na Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba fire! Jeshi ya baba fire! Na tunasema Ruto lazima ajue huyu mwenye anadili na yeye anaitwa Raila Amolo Odinga. Hawa si wale wenye amedili nao. Asanteni sana, na baba atuambie ni lini tunaenda State House. Kibra oye! Viva Kibra, viva! Ni wakati wetu wa kuhakikisha tuko sawa, na lazima tuhakikisha tuko sawa. Jambo la kwanza, tunapenda amani. Jambo la pili, tunapenda amani. Na jambo la tatu, hakuwezi kuwa na amani kama hatuko sawa. Naitwa Rachel Tabitha. Kibra, asanteni. Haya, vijana TBIM, vijana Tialala. Mimi naitwa Stano Mogekoyo kutoka Starehe. Dayo, siku ya leo tumekuja hapa kusema hivi: wale ambao wanajifanya ati wanaongoza hii nchi na wanaongoza nje ya sheria, manake hawakuchaguliwa na mtu yoyote, waliiba ushindi wetu, wakaingia wakapandisha stima,
Ukilipa token 100 unapewa 30 shillings. Maji wameongeza, shule wameongeza, help wameondoa, umaskini umepanda. Walituambia ni bottom up, wanatoa watu hapa chini, wanatutoa bei ile tulikuwa tunanunua, wanapandisha juu. Tunataka kuambia hivi, safari hii baba ako na jeshi. Baba ako na jeshi. Nataka kuona jeshi ya baba. Nataka kuona jeshi ya baba. La mwisho, wanasema baba hana Wakikuyu. Mimi ni Mogekuyu, nilichagua baba na kwetu tulipea baba 2.8 million votes. Wakaiba, lakini sasa tunaziendea. Na baba hatutaki kuenda OP. Sisi tutaki kuenda OP, tunataka kuenda State House. Wangapi tunaenda State House? Asante sana, Mungu awabariki. Okay. Wanabunge muko? Kwa majina ni Calvin Sokoth, mimi ndio ghetto president. Kitu ya kwanza tunataka Mheshimiwa Matacha kutoka Korokocha wachiliwe. Tunataka Matacha wachiliwe. Mimi ile tunataka kusema hapa baba. Leo nimefurahi kwa sababu watu wamekuja mpaka mheshimiwa. Wale walijua ya kwamba ushaisha umeenda Bondo. Leo wako hapa. Na mimi nasema hivi. Baba, tunakuomba fagia. Ruto unafagia pia chama yetu ya ODM. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mambo ingine ambayo nataka kusema hapa baba. Au vijana. Tunataka vijana pia wamekonda. Pia wakuwe na cheo hapa. Ni kweli si kweli? Na mimi kama bunge president nasema hivi. Hii wiki ambayo tunaanza tutakuwa na mkutano ya vijana kutoka ghetto yote. Tusikizane vile tunaenda, si kweli? Wangapi wanataka baba Ruto atoke State House? Wangapi wanataka Ruto atoke State House? Baba endelea siendelee. Baba endelea siendelee. Tunataka Ruto aone baba endelea siendelee. Ya mwisho, baba Matacha alishikwa. Hakuna watu ambao wameenda huko. Tulisikia kwamba alichukuliwa jana. Ako huko Naivasha. Tunataka kama ni ngumu. Leo baba tungeenda State House, hakuna kurudi kwa nyumba. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ya mwisho, Ruto anatumia Safaricom kufulisha vijana. Tunge resist hiyo mambo ya Safaricom. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Baba au vijana wana shida na vijana. Lakini baba, hatutaki conmanship ambayo imekuwa ndani ya ODM. Every election, vikundi inaanzishwa. Wasichana wetu ambao wanapigania party, ikifika wakati ya nomination, tunaona mademu warembo. Hii party yetu, ikifika wakati wa nomination, kikundi naungwa. Wale tayari washamake, wengine wanafanya na magovernors, ndio wanakuja kuongoza vijana. Namaliza nikisema hivi. Wacha vijana wa chini waongozwe na vijana wa chini. Si kweli? Namaliza nikisema asante sana the people president Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi naitwa Nuru Madebo Kanga, Kakamega County, Matungu constituency, Ferera Ward. Nataka niambie Ruto, hauwezi nilazimisha nikuite president ili hali siku kupigia kura. Number 2, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, sisi kama vijana tumekupigania. Mimi kama Okanga personally nimetembea Kenya, nikauza sera, nikakutetea. Ikifika saa ya mkate
tumbo. Tunaambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ni time ya kuchunga wabunge. Wale wanafanya na wewe biashara, weka kando. Wale wanatembea na wewe, weka karibu. Ni kweli si kweli? Kweli si kweli? Nikimalizia, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunakuomba sisi kama bunge la mwananchi, tunapigwa vita. Juzi wamepostwa Okanga amepigwa risasi. Jana walipostwa Okanga ameshikwa. Nataka niulize Ruto, William Samuel Ruto, leo hii ukiniua, hata Biyote alienda, tutakutana huko. Mimi natetea haki yangu. Na mheshimiwa, utafuta mbinu. Mimi na President Nigeto Gaucho, mikutano yako hatufai tukosa hata sekunde moja. Tutembee na wewe bako kwa bako. Tuonane na Ruto mundumu. Kama mbaya. Asante. Baba, I'm very much pleased today to speak before you now. I'm George Bodo. The guy of Raya is going on. Baba, I spoke several English words like turbulence, personal grata, bravado, bragadash, sakam navigate, tasmir, tukada. Baba, these words are just going in there. I want you to know. Yes, by the time you call Ucho and that guy, you should know George Bodo also, Baba. I thank you a lot. Kachagwa. Wewe wacha kuchagua watu, my friend. Baba. Make an arrangement, Baba. I see you also physically. Hello. Sasa nimemaliza kipindi ya vijana. Sasa naenda kwa wale vigogo. Kwanza naleta Iron Lady, Mama Martha Wangare Karua. Mama Kenya mama, usinitenge, unijenge mama, nisikie mama, Mama Kenya mama, umetoka mbali wewe, usichoke mama. Kamkuji oye! Kibra oye! Asanteni kwa kuja Wapujo. Agenda sio kubwa. Hii vita ni vita ya wananchi, sio vita ya Baba Raila Amolo Odinga. Wale wamenyang'anywa haki yao na Chebukati na Ruto ni wananchi wa Kenya waliompigia baba kura. Kweli au si kweli? Na kwa hivyo leo hii gharama ya maisha iko juu, bei ya chakula, bei ya unga iko wapi? Ukitaka irudi chini, tushikane, tutoe uwezo wetu, tuweke yule tulichagua akalie kwa kiti, gharama ya maisha irudi wapi? Sisi tunaelewa kila mwezi, muniruhusu hiyo jua, kila mwezi wanaokota bilioni 170. Walielezea bajeti yao ya chakula wakati huu wa ukame ni bilioni 54. Ni kwa nini wananchi wako na njaa? Kwa nini Mkenya akufe njaa, pesa yetu ikienda kwa mfuko ya wachache? Mtakubali serikali ya uporaji? Mtakubali serikali ya wanyakuzi? Tukatae kabisa na tuseme enough is enough. Zote tunasema Ruto must. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Mimi nawaomba tusichoke na tusirudi nyuma hata kidogo. Hiyo matisho yake tukatae, tushikane kama Wakenya,
tukomboe nchi yetu. Walikuwa wanasema iko makateli, lakini Ruto amekuja na makateli wake wale wambaya kushinda wote. Wamekula chakula ya Wakenya, wamekula dawa za Wakenya, na wamekula elimu ya watoto wetu. Tutawakubali? Tutawakubali kweli? Mimi nimpatie siri. Wakati wa uchaguzi tulikuwa tumeketi na timu yetu na baba, na tulikuwa tumekagua budget, tukaona iko pesa ya kutosha ya kuteremusha bei ya unga na gharama ya maisha. Tukaona iko pesa ya kutosha ya kusomesha watoto wote wetu. Tukaona iko pesa ya kutosha ya matibabu. Leo hii wamekusanya ushuru nyingi kushinda ile ilikuweko mbeleni. Hizi pesa zote zimeenda wapi? Ujue hii ni vita yako. Pesa yako inaporwa, maisha yako inazoroteka. Tuseme enough is, na kauli ni moja, Ruto must. Ruto must. Ataondolewa na wananchi. Ya mwisho, anajifanya anaendesha mambo ya nchi na kuanza kuleta IEBC, Electoral Commission bandia. Hatosheki na ile wizi yake na Wafula Chebukati. Wameanza kuleta, wachana na hao. Usitishwe na kitu yeyote. Mimi natuma ujumbe kwa Ruto. We shall not allow you to form a Ruto Electoral Commission. Hata ukijaribu kuchagua, tutaifurusha. Ukijaribu chochote, tutafurusha mpaka wananchi wafanye ile katiba inataka ifanyike. Tumekubaliana? Mutashikilia? Mutachoka? Kumbuka, vita si ya baba. Vita si ya Azimio peke yake. Vita ni ya kila Mkenya, na hawa wahaini wanataka kula kila jasho letu. Parastatos za Kenya ni jasho yako sababu ni kodi yako. Lakini leo hii wamepanga kupora zote na kujiuzia. Tumwambie hatutakubali kamwe, na hatutakubali mateso. Tutajitokeza kama Wakenya, na tutaona ya kwamba yule alichaguliwa na Wakenya ndio anaongoza hii nchi, na sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Get up, stand up. Asante sana. Sasa bila kupoteza wakati, wacha niwaitie ndugu yangu ambaye ni kigogo wa Azimio, ambaye ni Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka. Ukiangalia huko kumejaa, huko akupitiki. Kibra hoye! Wana Azimio hoye! Wana Kenya halisi wanaopenda nchi yao hoye! Basi naomba tu masikio kwa dakika chache mno. Wiki iliyopita
nchi nzima ya Uingereza, huku waziri mkuu akiendelea na kujibu maswali bungeni. Watu wa nchi ya Uingereza wakafurika, wakafanya maandamano. Walimu peke yao ilikadiriwa walikuwa zaidi ya watu 100,000. Hata wengine madriver wa trains, gari la moshi na wanaofanya kazi kwingineko. Ikiwa Uingereza inafanya maandamano na nchi ambayo tunajua imekomaa kidemokrasia, sisi wana Kenya lazima tujitolee, tulinde demokrasia yetu. Wangapi wako tayari kulinda demokrasia? Kwa hivyo story ya kuambiwa Wakenya wamechoka, agree and move on. Yaani unatoa ngao yangu kulingana na wimbo wa taifa, haki iwe ngao na mlinzi. Ukitoa ngao yangu na ni haki, ulinzi wa Kenya uko wapi? Na huo ndio wimbo wetu wa taifa. Wangapi watasema tutalinda haki zetu kila mahali zilipo? Kwa hivyo hatutakubali, hatuwezi kukubali. Leo nimepata simu zaidi ya 50 mimi peke yangu, kwa wazazi ambao kesho wanataka kupeleka watoto wao form 1. Hawana pesa, hawana namna, hakuna chakula, mtoto ndio huyo. Na huku baba alikuwa amesema kuanzia mwezi huu watoto wa Kenya wote wako secondary school watasoma bila karo. Hawa tayari wamerokota pesa, wamerokota. Na mnataka mjue tuna experience. Kitu inaitwa IMFIS, imefunguliwa juzi. Waporaji waingie kazi ya uporaji. Na kwa hivyo lazima tujue, uwezi wewe ukaambiwa toa subsidy mafuta. Sasa lita moja diesel ni ngapi? Matatu ni pesa ngapi? Ukitoka hapa utakwenda Kiingo ni pesa ngapi? Hakufikiki. Watu wana chakula, maji wanataka hata kuongeza. Maji ni haki Mungu alitupa. Yaani unatoa ushuru hata maji. Ndio basi tunawaambieni hii mambo haya sio Raila Amolo Odinga. Ni mtetezi wa watu wa Kenya. Baba yeye hana haja. Lakini miaka yote hiyo uwezi kila wakati kazi yako ni kumuibia Raila. Nilisema hivyo. Ya nini kila wakati unaibia Raila kura? Safari wananchi wamekataa. Wangapi wamekataa? Nataka nione mkono. Get up, stand up. Inahimiza we shall be very disciplined. Baba amesema mambo bado. We shall be very disciplined. Kwa mfano, next time tukiita mkutano, mimi naomba tu pawe na corridor ya viongozi. Sisi wenyewe tunaumizana. Mama Hamida hapa kuingia hapa ilikuwa shida. Na wale wengine tuwe na hiyo discipline. Wangapi wanasema kazi hii tutaifanya kwa nidhamu ya hali ya juu sana? Uwezi kufanya njia yako bila kuwa na discipline. Tumeona vijana wenye discipline ya hali ya juu. Kwa hivyo hakutakuwa wizi. Tukitembea hapa tuone mama anauza maandazi yake barabarani, hatutachukua. Si namna hiyo? Kama ikiwezekana, nilifurahi sana tulipokuwa Jakaranda. Mama moja aliibiwa simu yake na kijana moja hawa vizuri, ili kwamba tujue vile tutangangana na wanaume. Hatutakubali nchi iende kom, na Mungu ametupa uhai. Kwa hivyo mjue nchi nzima imeamka. Na mimi nasema viongozi walio bungeni, ndugu yetu Andai hapa atakuja kuwatambua wale members of parliament ambao wamesema mahali baba ataenda watakuja. Si namna hiyo? Ikiwa wengine wananunuliwa kama kuku sokoni, wananchi watawajua. Si namna hiyo?
Kwa hivyo mimi niko imara kusema kwamba Kenya is an independent nation. We are sovereign nation. Waliopinga katiba 2010 ndio wananufaika kutokana na hiyo katiba kwa njia ya opposite direction. Yaani unaipinga na wewe mwenyewe uko hapa. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Nilisema Jacaranda. President aliyekuwa wa Zambia alikuwa anaitwa Kaunda wa Zambia. Alikuwa rais wa Jamhuri ya Zambia miaka 28. Akaja akachukua Chiluba. Chiluba kuwa dhehebu moja, walikuwa kiomba anaweka miguu, wanacheka mpaka anaweka miguu juu. Dhehebu walikuwa anasema anaongopa Mwenyezi Mungu, anaomba. Alipomdhulumu Kaunda kusema huyu si mtu wa Zambia, huyu ni mtu wa kutoka Malawi, hakukaa hapo. Mungu alimuondoa kwa njia zake. Ni lazima tuwe na nidhamu. Tangu mzee Jomo Kenyatta apiganie huko Kapenguria, Jaramogi akasema Kenya haiwezi kuwa uhuru before Kenyatta is released from detention. Akafanya hiyo, hakudhulumu jamii ya Kenyatta. Alisema nini? Fuata nyayo. Ani akaheshimu jamii ya Kenyatta. Ndio hata sasa mama mzee mwenye heshima kama Mama Ngina Kenyatta, unataka kumtoa ushuru ile inaitwa death. Wacha nikwambie, hii ni kodi ya kifo. Yaani wewe sasa, wale wanataka kuleta mtu akifa jamii zake wanalipa kodi. Yaani unataka kutoa ushuru watu wamekufa. This is the truth about this. Ndio that time legislators wakasema it was not African kuwa na ushuru aina hiyo. Sasa baba yake atakuachia 1 acre, usipolipa hiyo death penalty, wewe sasa itabainika. Chama helikopta hawa watazunguka, watachoka. Huwezi kuzuia maji ya mto Nile kwenda Mediterranean Ocean. Mimi nilikuwa kwa cabinet ya mzee Kibaki. Hapa mzee Moi alikuwa na nyumba Kibra hapa. Si mnajua? Wengine walikuwa sasa Moi anyang'anywe hiyo shamba. Najua, nakumbuka Kibaki akimpa order Minister Chris Murugaru na aliyekuwa waziri wa ardhi Kiraitu. Akamwambia chukueni title pelekea mzee Moi. Hiyo ni heshima, sio heshima? Badala ya Kibaki kudhulumu Moi akaheshimu. Uhuru alipochukua kwa mzee Kibaki, sikumekuwa na hali ya amani kabisa. Sasa ya nini hii? Wengine wanataka kumdhulumu Uhuru Muigai Kenyatta na kutoa hata security ya president, former president. Hebu sikilizeni, wanasema ati ni scaling down. Wana scale down. Wanasema Uhuru wako na askari jeshi 100. Kwanza hiyo ni urongo. Okay? We are watching. Lakini watu kama mimi nimezoea. Wakati mmoja mimi na Raila tulifutwa kazi. Si ni kweli? Mimi kaenda kutafuta Wakamba na mishale. Sikutaka askari. Wakichukua askari yao wachukue, na mwambia Uhuru chukua watu yako. Huwezi kuletea driver hujui ni wa aina gani, unawekewa hapo wa kudrive na kuambiwa ati they are scaling down. Wangapi wanasema Uhuru asiguzwe, wachane na yeye, aende mamlaka vizuri. We must respect our leaders. Whatever happened, na mimi na ndugu Raila mnajua 2013 nilisema walituibia kura. Si ni kweli? 2017 wakatuibia. 2022 wameiba. Haiwezekani. Haiwezekani. It must be justice. Thank you. Sasa nitamuita. Atakuja Jakoyo, atakuja, lakini kwanza ndugu Eugene, kijana Eugene Wamalwa, leader and a very active young man.
kwa Azimio la Umoja wa Kenya. Wajakoya anakuja. Malo mkatu minikale enda piusi wa Flowe Kuya International. Kulapa angaji waya mbaya sana. Noma bana vipi? Wanini iwe wanini kinao mse. Wanini iwe wanini kinao mse. Hebu tusalimiane hewani. Kibra oye! Wanaazimio oye! Wangapi hapa walipigia baba kura? Wangapi hapa wamtambua baba kuwa rais wao? Mimi nimemsikiza kwa makini sana watu wa Kibra. Na mumesikia baba akisema hesabu vile ilikuwa. Ni baba, watu watatu wakasema ni Ruto. Kwa hivyo ni nani alishinda? Mimi nimekuwa waziri wa ugatuzi. Nilikuwa nasimamia kaunti 47. Kwa hizo kaunti 47, baba aliongoza kwa zaidi ya kaunti 24, Ruto kwa kaunti 21. Ni nani alishinda kwa kaunti hizo? Ni nani? Kwa mikoa ya zamani 8 regions of Kenya, baba aliongoza Pwani kutoka Vanga hadi Kiunga. Baba aliongoza kule Nyanza kutoka ziwa Victoria hadi Bahari Hindi. Kutoka ziwa Victoria hadi ziwa Turukana. Kama region zetu ni 8. Baba alishinda 6. Ruto akashinda 8. Ni nani alishinda hiyo kura? Ni nani alishinda hiyo kura? Mimi nilikuwa nimeamini hivyo, na nilikuwa nimengoja nisikie mimi Raila Amolo Odinga ninaapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Wangapi waliamini hiyo? Ndio sababu tumekuja hapa siku ya leo. Vile tulisema kule Kamkunji, we will not move on as a nation without electoral justice. Mko na sisi kwa hiyo? Kuna wale walijiingiza kule State House. Walitudanganya ati nyuma ya siku 100 bei ya unga itashuka. Walisema hawakusema. Bei ya sukari itashuka. Walisema hawakusema. Bei ya mafuta itashuka. Walisema hawakusema. Sasa bei imeshuka ama imepanda? Imepanda. Imetoka bottom, imeenda wapi? Bei ya karo ya shule. Na mimi najua kuna wazazi Kibra hapa wameshindwa kupeleka watoto shuleni. Kweli si kweli? Fees imetoka bottom, imeenda wapi? Ndio sisi tuko hapa kusema hatutaki mambo ya bottom up. Wangapi wanasema no to bottom up politics? Na sisi Kibra, muko na baba, muko na Azimio. Tunataka ukweli. Hiyo ndio haja yetu kubwa. Na leo sababu Ruto anaangalia huu mkutano, tunataka tumwambie William Samoei Ruto, uliahidi ukiingia State House utapigania wa Kenya gharama ya maisha ishuke. Sisi tunataka wewe uachane kupigana na mama mkongwe anaitwa Mama Ngina Kenyatta. Badala ya kupigana na Mama Ngina, pigana na njaa ili bei ya chakula ifanye nini? Ishuke. Badala ya kupigana na huyu mama wa miaka karibu nini? Ishuke. Sisi tumesema Kenya hii tunamheshimu Mama Ngina Kenyatta. Ukienda kule upande wa Ghana, mama wa kwanza wa taifa Mama Helena Nkuruma anaheshimiwa mpaka siku ya leo. Ukitoka huko wende Mozambique, Mama Gracia Machel bado anaheshimiwa hadi sasa. Ukienda hapa Tanzania, Mama Maria Nyerere anaheshimiwa na Watanzania hadi sasa. Sisi ni taifa aina gani tunaweza mkosea mama wa heshima kama Mama Ngina heshima jamani? Ningekuwa Leonard Mambo Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana? Watu wa Kibra, ni ungwana? Ni ungwana? Sisi tunaambia Ruto wachana na Mama Ngina bwana. Hebu muonyeshe Ruto kidole, mwambie wachana na Mama Ngina bwana.
Wachana na Uhuru Kenyatta bwana. Shukisha bei ya chakula bwana. Shukisha rent bwana. Hiyo ndio message yetu kwa Mheshimiwa Ruto. Na mwisho tunataka watu wetu mjue demokrasia. Sisi tulianza maandamano kama haya wakati wa Jaramogi na Muliro. Wakasema we have the forum for the restoration of democracy. Hiyo movement ndio ilitoa Moi na KANU na utawala mbaya. Leo hapa Kibra baba amezindua movement mpya inaitwa Movement for the Defense of Democracy. So William Ruto na vibaraka wake who thought we were joking, today is your answer. We are serious. We mean business. Na siku zako na wale wakora wako are numbered. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa kushindwa kushukisha bei ya unga Ruto must? Kwa kupandisha bei ya mafuta Ruto must? Kwa kupandisha rent Ruto must? Kwa kuongeza ushuru na kuumiza Wakenya Ruto must? Wakati wasema Ruto ende? Nataka nilete ndugu yangu Oparanya, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Hey! Halo mkatu minimale henda piusi wafula webuye international. Unapanga kiwaya mbaya sana. Noma bana befu. Wanini? Halo! Halo! Kibra oye! Kibra oye! Lang'ata oye! Basi nataka nione salamu za baba. Nataka nione salamu za baba. Muko na baba? Mimi nimekuja hapa siku ya leo kuungana na nyinyi kudefend demokrasia ya nchi hii. Tuko hapa kwa sababu demokrasia ya Kenya imeibiwa na demokrasia inazingatiwa katika katiba yetu. Ndio kwa sababu tuko hapa. Na tuko hapa tusimame na nyinyi. Kwa mas Ruto mas si nyinyi ndio mnasema. Kwa hivyo kama kuna reforms katika IBC hatutakuwa na uchaguzi wowote katika nchi hii. Mnajua ya kwamba iliyopita Wakenya karibu milioni 8 hawakupiga kura. Tukiendelea hivi Wakenya wengi hawatapiga kura zijazo kwa sababu ya demokrasia ya nchi hii. Ndio kwa sababu tunataka nyinyi mjitokeze kwa wingi, muendelee kupigania demokrasia ya nchi hii, tukiongozwa na Raila Amolo. Wanaendelea kujanga ushuru, kila kitu kimewekwa ushuru, hata maji ya kunywa imewekwa ushuru. Na mnajua maji ni haki. Kama una maji, hata juzi, hata hivi karibuni wataweka kwa ushuru ukienda choo kama ujui, si ndio? Na tunataka hii ushuru ikaanywe kisawa katika nchi yetu. Tuna katiba ambayo inasema ile ushuru ambao inachangwa iende mashinani. Nataka magavana wale wako sahihi wasimame kitete, waone ya kwamba ile bilioni 33 bilioni wanataka inaenda mashinani, kwa sababu ukatuzi ndio unaweza kusaidia nchi hii kuendelea mbele. Kwa sababu tukiwacha pesa yote Nairobi italiwa na wezi ambao unajua. Tunataka Gachagua atoe suruari yake, tupige matako yake mpaka atoe pesa. Tuko pamoja? Alisema kitoa suruari tutapika, hakuna pesa. Tunataka toe, tupige mpaka atoe pesa. Pesa iende wapi?
Pesa iende wapi? Pesa iende mashinani, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa gavana. Nimeona ile pesa ambayo inakuja kule mashinani. Hata hiyo sielewi ni gani. Yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto. Basi sikizeni kidogo, tulia. Mimi nimekuja hapa na nimekuwa nikienda mikutano yote ambayo imeandaliwa na baba. Na nimekuwa nikienda katika hizo mikutano kama katibu wa Jubilee. Jambo la kwanza kusema ya kwamba sisi wana Jubilee tuko ndani ya Azimio. Na hii safari tumeanza na baba mpaka mwisho. Halo, mpaka mwisho. Ya pili, na nataka pia viongozi wenzangu wanisikize hapa. Kula tulipiga tarehe 9 mwezi wa 8. Ile kula ilipigwa na watu kutoka Mount Kenya. Na tumehesabu ni kula milioni 2.6, 2.6 million votes. Ndio watu wa Mount Kenya walimpatia baba. Eneo lingine ambalo lilikuwa mbele yetu ni Nyanza peke yake. Tulikuwa tumeshindwa na Nyanza peke yake, sisi tulikuwa namba 2. Wale ambao waliibiwa kula kiunyama na madharau ni watu kutoka Mount Kenya, na zile ziliibiwa ni zile tulikuwa tumepigia baba. Kwa hivyo hata tunapoenda hii safari, baba ujue Mount Kenya watu ni wengi kuliko vile watu wanasema. Na mjue pia hapa niko na kijana kutoka Limuru. Anaitwa Kawajiro. Huyu pia mpaka wa leo kuja hapa. Huyu haya, goja nisikia yake. Huyu pia kama wale wengine, kwa sababu sisi ambao ni wanaazimio kule Mount Kenya, kwa sababu ya hii janga ya hii kijana anaitwa Gachagua, anawekea watu shida kule na kuwataabisha kupitia kwa polisi. Huyu ako na kesi kotini sasa, na ni kwa sababu yeye amesimama na Azimio. Juzi kumekuwako mkutano kule Limuru, na amesema lazima azungumze na aseme mambo ya baba. Halo, na huyu sikizeni, kwa sababu hatuna nafasi hata ongea. Huyu ni kati ya wengi ambao wako hapa kutoka Kiambu, kutoka Nyeri, kutoka kila pembe ambao walikuwa ndani ya Jubilee, kutoka Mount Kenya ambao wako katika hii safari ya kuhakikisha kwamba yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto. Gachagua, nimesikia Oparanya akisema kidogo, wacha nikuambie vile alisema. Alisema kwamba matusi tupu. Kama tunataka pesa ambazo tumelipia ushuru, atoe suruali, tumpige matako mpaka pesa itoke kwa matako. Hawa watu wametukosea adabu kabisa, wanaongea vile wanapenda. Mwaka 2003 Ruto alisimama akasema hivi, msikize, ya kwamba mtu ambaye ataguza Moi, tuguze Moi over his dead body. Mimi namwambia leo, guza Uhuru, sisi tuko hai. Guza Mama Ngina, sisi tuko hai. Na jina ya Uhuru si Githeri, saa yote unatavuna ama ugali sosa. Kama na ni kwa sababu wako kwa ofisi kwa kupitia njia ya wizi, ndio hawana mwelekeo, hawajui waedako watokako.
na tunataka kuambia tena leo hapa. Halo, 2027 na mapema. Hii ni serikali ya hawa watu, hata si serikali, ni watu vikikundi wamejiweka kule State House. Na hawawezi ona tarehe hiki mwaka wa 27. Hawa wanaondoka mapema. Halo, huwezi kutuibia kula milioni 8 na ubaki. Ambayo wanatengeneza kama hatuna uwezo haya, wacha nirudie na Kikuyu kwa sababu Kiswahili imekwisha. Kama hatutakuwako pale ikitengenezwa, hakuna uchaguzi utafanyika Kenya hii kupitia hiyo tume yake. Halo? Halo? Tunaelewana? Hii mambo ya kuendesha serikali kama kuru na kufikiria kwamba serikali ni sukari ya kura. Hii movement tumeanzisha hapa, mtaiona Mount Kenya. Hivi karibu wiki ijayo mtaiona kule Mount Kenya. Na washukuru na Mwenyezi Mungu awabariki. Hii safari tunaenda tukiwa na Mwenyezi Mungu. Hata Mwenyezi Mungu hapendi watu ambao wanaiba kula, wanaiba ushuru na wanaiba yale mengine. Nataka kumuita Bwana Wajakoya akuje shake your feet, baby girl, and Imagine Yakuaro, Nijo Amalu, but who are you? What are you? Who the hell do you? Take me for granted. Don't you dare take Baba for granted. Ukiona Baba iko hapa, mimi singekuwa hapa. Singekuwa hapa because I've got my own brain. But nimekuja hapa kuona kwamba Baba is safe. Karibu na Baba na wako hapa. Shake your feet, baby girl, and Imagine Yakuaro, Nijo Amalu, but who are you? What are you? Who do you think you are? Do you know me? Get the hell out of my face because I am unsuable. Na nikiendelea kidogo manake najua ya kwamba mimi chama changu cha Roots Party hakiko katika mrengo wa Azimio. Kwa hivyo mimi nitaongea kama Roots ambaye anamuunga Baba mkono. Mnaelewa muelewi? Na kuanzia leo nimeambia wana Roots mahali walipo pamoja na wale ambao wako kwa PPLC hakuna uchaguzi wa PPLC. Roots Party will not be participating in that. We are not going to participate in the nomination of an IBC member to mnataka nisikia nikiambia Gachagua awache kiherehere arudi kwao. Hii Nairobi yetu nitalaumu wale watu wanaitwa Waluya wanalambalambe fikae. Baba ndiye ameleta kila mbunge wa Mluya ambaye yuko hapa ni juu ya Baba. Mnasikia msikii? Every member of parliament who is in Nairobi County is here because of Baba. Wala ambao wako mguu pande hii na pande hii usiku tunaoelewa na kuambia Baba, I have them. Bwana Ladwa, tumechoka na we Nairobi. Baba, nilisema juzi, peleka kijana lale Vihiga.